Haleluya, Mungu ni mwema kila wakati, Mungu ni mwema. Leo ninachukua nafasi hii kuwapongeza wababa wote duniani. Siku ya kukumbuka siku ya wababa duniani. Na wenyewe sasa Mungu amewaona. Ni nafasi sasa ya kuendelea kuwatia moyo wababa. Mahali popote mlipo. Mna majukumu makubwa sana katika familia, katika jamii. Tunawategemea sana. Baba kama kichwa cha familia, tuwaombee. Tuwasaidie. Majukumu yao ni makubwa, ni mazito, wanahitaji kutimiza wajibu wao na kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yao. Niwaambie tu wamama, tunawapenda sana kina baba. Msituone wakati mwingine tunakuwa na maneno mengi, pengine tunawauzi. Ni hali tu ile ya kurudisha nafasi ya baba katika familia. Mungu awasaidie sana. Majukumu mlionayo ni makubwa. Kazi mliopewa na Mungu ni kubwa. Tunawatazama kina baba kama nguvu. Na ukiangalia tu kwa kweli, wakati mwingine tunasema ni 50-50, tuko sawa, lakini hatuko sawa. Katika mwanamke alitoka. Si ndio? Alianza kuzaliwa ni mwanamume, alianza kupewa majukumu ya kutengeneza, kuandaa mazingira ambayo familia itaishi. Ndio, changamoto ni nyingi lakini msikate tamaa. Hebu jipeni moyo ya kwamba Kristo anawawezesha. Kristo yuko pamoja na nyinyi. Na sisi tukiendelea kuomba Mungu neema iendelee kuwa juu yenu, mtafanikiwa. Ujumbe wetu kwa leo ni kwamba tunaomba tu mtusaidie kuongea na vijana wa kiume, msiwaache peke yao. Kuna mahali ambapo wanawaza peke yao, wanaamua peke yao, lakini kama kuna mzee au kuna wazee katikati yao, akiwashauri, watafanikisha pia katika safari yao ya hapa duniani. Amina. Majukumu ni mengi, kazi ni nyingi, na matatizo ni mengi, majaribu ni mengi, lakini kwanza tumtegemee Mungu, tumtangulize Mungu katika kila jambo. Sisi wamama tunafurahi sana tunapoona watoto wetu wa kiume. Mahali popote alipo mtoto wa kiume ni mtoto wetu. Ukimwona anaumia unapata uchungu. Ukiona anakimbizwa ni mwizi unaumia kama mama. Lakini ukiona baba pia mlevi ambaye angalii majukumu, na sisi tunaumia. Mnapotuona tunaomba, tunasali, tunalia, tunatafuta nafasi ya baba katika familia, katika jamii. Akisimama baba na kuambia kila kitu kitaenda. Kwa sababu amepewa mamlaka, amepewa nguvu, amepewa uwezo na Mungu wa kusimama. Haiwezekani hata siku moja wanawake tukalingana na wanaume. Tunajidanganya, tumeharibu. Lakini Mungu atusaidie. Kila mtu ajue nafasi yake na majukumu yake katika taifa. Kila mtu akisimama katika majukumu yake, hakuna kitu kitaharibika. Mwanamume akijua nafasi yake, hakuna kitu kitaharibika. Mwanamke akijua mipaka yake, hakuna kitu kitaharibika. Tutaishi kwa amani, kwa upendo, tukimtukuza Mungu wetu, si ndio? Wakati mwingine tunamkaribisha shetani sisi wenyewe. Hatuna utulivu katika kuamua, hatuna utulivu katika kuongea. Basi tuombe Mungu atupe hekima, tujengane sisi kwa sisi, tuchukuliane mizigo yetu sisi kwa sisi, pasipo kushirikisha watu wengine. Ili linawezekana. Kama Mungu akiwa upande wetu, ni nini kitakachotushinda? Ni dhiki, ni taabu, ni njaa, ni umaskini? Tukiwa na Kristo tuna nguvu, tuna uhakika wa kushinda, kwa sababu hata kile kidogo tunachopata ni chetu, tukitumie kwa manufaa ya wote, kwa uwazi, pasipo kuwa na usiri. Basi tusaidie na vijana wetu wa kiume wakue katika maadili mazuri. Kuna wakati tunawaona tunaumia sana, tunateseka sana. Kijana mzuri, amesoma, ana uwezo wa kufanya kazi, ana viungo vyote, lakini unamkuta kwenye mazingira ambayo hayafanani na kijana kama huyu. Hebu mtusaidie kina baba. Hii nafasi mnayo, sauti yenu hiyo tu bezi mkiongea, kuna nguvu, kuna utukufu wa Mungu unaonekana ndani yenu. Nyinyi ni watu wazuri sana. Tuwaombee hawa wa baba. Tuombee vijana wa kiume, wajitambue nafasi zao. Hii siku basi mtafakari na Mungu awasaidie, mfanikishe yale yote mliopanga kufanya kwa ajili ya maisha yenu. Tukutane siku nyingine. Bye bye.